Mdau vipi? Ulipokwema? Aisee, pamoto ametuepusha rabana na kwa baridi ametushika. Leo nasemaje? Samaki anayefunga mdomo wake kamwe hawezi kunaswa na ndoano ya mvuvi. Jifunze kukaa kimya. Funga domo, sio kila neno ni ya kuzungumzwa. Mengine yaache yapite. Kimya haimaanishi kutokuwa na jibu, bali ni kujua dhamani ya maneno yako. Kuna kimya cha hekima na kimya cha uoga. Kimya cha hekima ni dhahabu na kimya cha uoga ni kitanzi. Si kila anayekaa kimya haja kusikia. Wakati mwingine wanakupea nafasi ya wewe kujidhalilisha. Jua kuna wakati wa kuongea na kukaa kimya. Kimya kina nguvu zaidi ya kuzungumza. Wazee wa jadi walisema kwamba kimya kingi kina kishindo mkubwa. Manake kimya kina sauti yake na sauti yake ni kikali mno. Kimya sio kukosa cha kusema, ni kutafuta muda wa kuchuja maneno. Heri kujikwaa kidole kuliko kujikwaa ulimi. Watu wengi wana sauti, ila wanakaa kimya wanatuambia mengi. Wanaofanikiwa ni wale ambao watangazi mambo yao, bali wanawacha watu washangae tu na kuona jambo tayari limetokea, na hapo kimya kinakuwa chombo cha ushindi. Kimya huficha hekima mkubwa. Kimya si ujinga, kimya si kutojua, na kimya hutibu matatizo. Aisee, maneno yako yana uwezo wa kujenga au kubomoa furaha na amani ulionayo na hata watu wanaokuzunguka. Fikiri kabla hujazungumza, epuka fedhea, kwani sio kila mcheshi lazima azungumze. Mfano, mimi sijajutia kukaa kimya, ila najutia kuzungumza mno. Niite Presenter DK, aka Kamanda wa Kishua. Kumbuka, yajayo yanapendeza.